Habarini za saizi? Salama. Ninaitwa Lecho Wilson, ni afisa teknolojia mwandamizi kutoka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Kuelekea wiki ya maadhimisho ya wataalamu wa maabara nchini pamoja na duniani, ninyi kama wataalamu wa maabara mmejiandaaje katika kufanikisha wiki ya wataalamu? Asante kwa swali zuri. Kuelekea katika wiki ya wataalamu wa maabara duniani lakini pia nchini, wataalamu kanda ya Mashariki, yani tukimaanisha mkoa wa Morogoro, Pwani, Dar es Salaam, Lindi na Mtwara, tumejiandaa kuwaletea maadhimisho haya ambayo yatakuwa na faida kubwa katika jamii yetu. Na kwa nini tunakutana hapa? Tunakutana mkoa wa Morogoro kwanza tukiwa na sababu zisizopungua 3 au 4. Cha kwanza, tunapata fursa ya kukutana sisi kama wataalamu. Lakini cha pili, tunapata fursa ya kuwahudumia wananchi kwa ujumla katika maadhimisho haya, maana kutakuwa na upimaji ambao hautakuwa na gharama yoyote. Lakini kingine, tunapata fursa ya kutambulisha taaluma yetu katika jamii kwa wananchi, maana wengine wananchi wanakuwa hawatambui wataalamu wa maabara wanafanya kazi gani katika hospitali zetu. Kwa hiyo katika maadhimisho haya ni fursa kwa kila mwananchi kuja kupata maelezo sahihi kutoka kwa wataalamu hawa wa maabara ambao watakutanika katika viwanja vya Sabasaba, hospitali ya Sabasaba manispaa ya Morogoro, na yatafanyika kuanzia tarehe 20 mpaka 24 ya mwezi wa 4. Na hivyo tunayo kauli mbiu yetu katika maadhimisho haya ambayo inasema huduma bora za afya hutegemea vipimo sahihi vya kimaabara. Na hivyo tunawakaribisha sana mwepo katika viwanja hivi, na vipimo hivi vitatolewa kwa haraka mno kwa sababu tunayo mikoa 5 ambayo itakusanyika hapa. Kwa hiyo tutakuwa wengi wa kutosha kuelekea katika juma hili. Hivyo wananchi, nitoa wito kwamba karibuni sana tupate kuwahudumia. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Asante. Dada Skola, kwenye wiki ya wataalamu wa maabara mnategemea kutoa huduma zipi? Asante. Kwenye wiki ya wataalamu wa maabara tunategemea kutoa huduma mbalimbali zikiwepo vipimo vya magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza, na pia kutakuwa na huduma za utoaji wa damu kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa wetu, wajawazito, watoto na wenye uhitaji maalum. Vipimo vitakavyotolewa vitakuwa ni vipimo vya VVU, vipimo vya malaria, vipimo vya wingi wa damu, vipimo vya sukari na vipimo vya homa ya ini pamoja na tezi dume kwa wanaume wenye umri kuanzia miaka 45. Asante. Nashukuru sana. Dada Samila, je, kuna huduma zingine zaidi ya vipimo ambavyo vitatolewa katika wiki ya wataalamu wa maabara? Asante Rachel. Kwa kuelekea maadhimisho ya maabara ambayo itakuwa katika tarehe 20 mpaka 24, tunategemea tarehe 24 ambayo tutakuwa siku ya mwisho ya maadhimisho tuwe na kongamano au tunaita scientific conference ambayo wanasayansi wetu mbalimbali ndani ya mkoa wetu na pamoja na mikoa yote 5 watajitokeza kwa ajili ya kufanya presentations mbalimbali ili kutupa ufahamu na pia kujua nini kinaendelea duniani. Tunavyojua sasa hivi kuna mambo mengi sana yanaendelea, teknolojia inaongezeka, na watu wengi wanataka wamepublish research zao ambazo zitatupa uelewa na mwangaza nini dira ya taaluma yetu inaelekea. Asante. Asante. Naam, nirudi kwa mwenyekiti. Je, mtu anaweza akafanyiwa matibabu bila kupima vipimo vya maabara? Ni sahihi, inawezekana akafanyiwa, lakini kwa asilimia kubwa matibabu ya mgonjwa yanategemea vipimo sahihi vya maabara. Na hivyo wananchi, nitoe wito, tujitokeze kila tunapoenda hospitali, hakikisha unapata vipimo, na vipimo sahihi ndio vitatoa dira ya matibabu yako.
Asante sana. Je, mmejipangaje sasa kuwahudumia? Maana wananchi wanaweza wakaja kwa wingi kabisa. Mmejipangaje wataalamu wenzangu ili kuweza kuwahudumia wananchi kwa haraka lakini na kuwapatia majibu yaliyo sahihi? Asante mwenyekiti. Napenda kuwatoa hofu wananchi kwa hili kwamba sisi tumejipanga vizuri mno. Mikoa yote 5 itakuwa na wataalamu wa maabara. Kwa hiyo tutakuwa wengi na majibu yatatoka kwa haraka na kwa usahihi. Na hivyo niwatoe hofu, jitokezeni kwa wingi. Ni fursa imetokea, haudai chochote. Wewe ni kuja na kufika katika viwanja hivi, na baadaye huduma zitatolewa na utawahi kutoka bila shaka yoyote. Asante. Dada Samira, je, ni magonjwa gani ambayo yanaweza yakagundulika kwa haraka kwa kutumia vipimo vya haraka? Asante. Magonjwa ambayo tunaweza tukagundua kwa haraka na vipimo vya haraka ni kama malaria, upimaji wa VVU, homa ya ini na wingi wa damu. Hivyo ni kuhakikishia wananchi kwamba hivyo vitatolewa majibu kwa haraka kabisa. Ndio. Nashukuru. Dada Skola. Ndio. Je, kwa wananchi ambao watagundulika kuwa wana changamoto za kiafya kupitia vipimo ambavyo tutakuwa tumewapatia, je, wataweza kupata huduma ya matibabu? Ndiyo. Wateja ambao tutawahudumia katika kongamano la wataalamu wa maabara, wote watakaopata changamoto tutawalinki na huduma mbalimbali, hasa kuwapatia madaktari watakaoweza kuwahudumia na kupata huduma zingine za kitabibu. Asante sana. Kwa namna hiyo ni washukuru sana wataalamu wa maabara. Niwaalike sasa wananchi kutoka mikoa ya kanda ya mashariki kwa maana ya Dar es Salaam, Lindi, Pwani, Mtwara pamoja na Morogoro na viunga vyake vyote. Karibuni sana katika wiki la maadhimisho ya huduma za wataalamu wa maabara, huduma za kiafya, ili muweze kupatiwa huduma ya elimu bure. Mtapatiwa huduma ya vipimo bure, vipimo vilivyoainishwa kwa maana ya vipimo vya malaria, vipimo vya kupima kisukari, vipimo vya kupima tezi dume kwa wanaume, lakini vipimo vya kuchunguza homa ya ini pamoja na kuchunguza magonjwa ya kuishiwa damu kwa maana ya anemia. Mtahudumiwa bure. Hivyo ni waalike, karibuni sana, waelezeni ndugu na jamaa ili muweze kupatiwa huduma hii. Sisi wataalamu wa maabara tunasema kwamba majibu sahihi yatakuwa na mchango mzuri katika afya za wananchi wa maeneo hayo. Asanteni sana. Asante.